Nataka tukapate kwenda kuomba. Mungu akapate kukufungulia milango ya baraka kwenye kazi yako, biashara yako, iwe ni mifugo unayofuga ama chochote unachokifanya. Mungu akapate kuweza kukufanyia jambo katika maisha yako. Huenda umekuwa ukiona upungufu wa vitu vya mafanikio labda ama mapato, faida, umeona imekuwa ikipungua. Nataka tukapate kwenda kuomba, Mungu akapate kukufanyia jambo kwako. Sasa, nianze kwa kuweza kukuelekeza vitu hivi muhimu. Kabla sijaenda kuomba, ni muhimu nikakutengenezea huu msingi, ili kufuatilia kwako haya maombi mpaka mwisho isiwe bure. Kwa sababu nakwambia, kuna mwingine atafuatilia haya maombi mpaka mwisho na hayatamfaidia kitu chochote. Yaani atasikiliza tu, lakini hakuna matokeo yoyote yatakayompata. Nataka niseme kitu gani? Kabla sijaenda kuomba, sikiliza hichi. Mungu sio mganga. Mungu sio kama mchawi unamfuata, unamwambia na shida ya kitu fulani anakupa, unampa mgongo, unamuacha. Hapana. Mungu hayuko hivyo. Unataka kweli baraka ya Mungu, Mungu ana vitu vyake, Mungu ana sheria zake, Mungu ana jambo lake unataka ulifuate ili ukapate kuweza kuona kile kitu unachokitafuta muda huu. Iwe ni faida, iwe ndugu yangu ni katika hali ya kupata kuona wateja wakizidi kuja kwako, ama ofisi yako ikazidi kuinuka, ukaonekana, ukapata kibali. Mungu ana vitu unataka ufuate. Vitu gani? Tutaenda kuomba, nisikilize. Maana yangu ni nini ninavyokuambia hivi vitu? Sitaki usikilize ya maombi mpaka mwisho alafu haya maombi yakawa bure. Hapana. Ninamjua Mungu ninayemtumikia. Mungu aliyeumba mbingu na nchi, yule aliyekufa akafufuka siku ya tatu, amepaa mbinguni, aliyesema atarudi kuja kuchukua kanisa lake. Huyo ndio ninayemuomba mimi, anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Sikiliza. Mungu anakwambia katika kitabu cha Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16. Biblia inasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amuaminie asipotee bali awe na uzima milele. Sikiliza ndugu yangu. Kumkubali Yesu Kristo katika maisha yako kutakupelekea usipotee. Leo hii unapotea, unapoteza faida zako, unapoteza heshima yako, unapoteza kila kitu kwa sababu, na kuambia ukweli, dhambi. Umeona ya kwamba ni heri ukapate kuweza kushikamana na mambo ya shetani, huku nje uonekane ya kwamba una Mungu. Mungu anasema, utakapomkiri Yesu Kristo, utakapomkubali Yesu Kristo, hutapotea. Maana yake nini? Sio tu kusema kwa mdomo ndugu yangu kwamba mimi namwamini Yesu, alafu unaendelea kufanya vitu visivyompendeza Mungu. Nakwambia ukweli, haya maombi yatakuwa ni bure. Ni heri tu kama unaona kama maneno naanza kukwambia hapo unaanza kuona unakasirika, unakwazika. Mimi nakwambia heri tu nenda kwenye video nyingine, nenda ukafanye mambo yako mengine, endelea, kwa sababu maombi haya hayatakufaidia kitu chochote. Unataka kuona mabadiliko kwenye kile unachokifanya, utachohitajika kukifanya ni kuweza kufuata sheria, mapenzi ya Mungu aliye hai, mapenzi ya Yesu Kristo, kuacha dhambi, kumkiri Yesu, kuokoka. Utaona nguvu ya Mungu kwenye maombi haya. Tutaomba, utashuhudia na utapata kusema hakika Mungu amenionekania. La sivyo, narudia tena, utasikiliza haya maombi mpaka mwisho na hayatakufaidia chochote kama hautaamua kuchukua hatua ya kutaka kuweza kuanza na huyu Yesu Kristo upya. Ndugu yangu, nataka nikwambie, Mungu hashindwi kufanya kitu chochote. Tutaenda kuomba. Ninabidi nikutengenezee msingi. Nisipokutengenezea msingi kwa haya maneno, maombi haya naenda kuyafanya hayatakuwa na faida yoyote kwako. Ndio maana inabidi nitengeneze huu msingi kwako. Nisikilize. Yesu Kristo alipofunga
alipofunga siku 40 alikuwa ameenda nyikani. Biblia inasema baada ya kumaliza mfungo, shetani alimtokea akamfikisha mahali, akamwonyesha vitu vingi milki. Akasema shetani ya kwamba hivi vitu vyote viko chini yangu mimi hapa, nami nampatia yoyote atakaye. Sikiliza ndugu yangu, nikwambie katika Yesu Kristo, shetani anajua haupo upande wake. Shetani anajua kabisa wewe sio wa kwake. Sasa anaona ni heri akakupiga katika kukuibia, hiyo ni wateja, kukuibia faida, kuleta magonjwa, kuleta vitu vitakavyo kurudisha nyuma, kwa sababu si wa kwake. Lakini Mungu anasema atabariki kazi ya mikono yako pale utakapoamua kufuata sheria na mapenzi yake. Sasa kama hujaokoka, nitaanza kwanza na kukuongoza sala ya toba. Maana yake uokoke. Narudia hichi tena, nisikilize ndugu yangu. Kama wewe huna nia, huna mpango, huna shida ya kuokoka, kumkubali Yesu Kristo, na kuambia hivi ndugu, nenda kwenye video nyingine. We nenda tu kwenye vitu vingine, endelea tu na mambo yako uliokuwa unaendelea nayo. Haya maombi hayakufai. Na kuambia ukweli, kwa sababu utasikiliza mpaka mwisho na hatimaye hayatakufaidia chochote. Kama uko tayari kumkubali Yesu Kristo, uko tayari kuanza upya, tayari umemkubali Yesu, ni Mkristo, hata kama si Mkristo, lakini unamjua Kristo, lakini ulianguka katika imani, uliokoka ukaanguka, ulikuwa katika hali ya kumtafuta Bwana, lakini unaona kuna dhambi ndizo kweli zinapelekea hata adui amepata mlango kwenye maisha yako. Nataka nikakuongoze katika maombi ya kuomba msamaha, ukapate kuanza upya, wewe ambaye hujaokoka ukamkubali Yesu Kristo, ili tutakapokuingia katika haya maombi, Mungu aliye mbinguni akapate kukufanyia jambo. Basi nitaenda kukuongoza katika haya maombi na hatimaye nitaenda kukuombea. Kama wewe umeona kwamba una haja ya kuokoka, una haja kumpokea Yesu, unaona kabisa unahitaji kuweza kuona mabadiliko kwenye kazi, biashara yako, ajira yako, unatamani kuona zile baraka za Mungu katika Biblia zilizoandikwa, ambao Bwana akasema atabariki kazi ya mikono yako. Kama hujampokea Yesu Kristo, maombi haya yanakuhusu sasa ukamkubali Yesu. Kama ulimpokea Yesu lakini umeanguka, umetenda dhambi, unaona kuna kitu kinasababisha, hata kuna kitu kinachosababisha biashara yako, kazi yako, mifugo yako, vitu vyako haviendi, utarudia maneno haya pamoja na mimi. Sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako leo hii, ninakuomba unisamehe kwa makosa yangu, yale yote vyote nilivyofanya vilivyokuwa kinyume na mapenzi yako. Yesu Kristo, nisamehe. Mungu wangu, Bwana wangu, leo hii ninaomba msamaha. Ninaomba unisamehe kwa yale yote na vyote nilivyofanya kwa kujua na kutokujua. Ninaomba unisamehe. Leo hii ninakuomba unisaidie. Yesu Kristo, ninakuomba unisaidie. Mungu, nitakase kwa damu yako. Unioshe kwa damu yako. Mungu wangu, Bwana wangu, ninakuomba damu yako inioshe, inisafishe, iondoe kila kitu kisicho sahihi kinachonipa hukumu. Kwa damu ya Yesu vikatolewe, vikafutwe. Mungu wangu, na ijulikane leo, mimi
namkubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wangu. Kwa akili yangu mimi siwezi, kwa nguvu yangu mimi siwezi. Ninakuomba unisaidie, ninakuomba unisaidie. Ijulikane mbinguni, ijulikane duniani, ya kwamba mimi namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wangu. Na ninaomba hayo yote katika jina la Yesu. Amen. Amina. Sasa katika maombi haya nataka nikapate kutangulia kwa kusema hili pia. Tutakuwa tunaomba wote. Kuna sehemu nitakuwa ninaomba na kuna sehemu nitakuwa ninakuongoza katika kuomba, ili Mungu aliye mbinguni akapate kuweza kufanya jambo katika swala lako, shida yako na changamoto yako. Pia niweze kusema hili, kuna watu waliokuwa katika hali ya kuombewa, lakini kwa kukosa ile imani ya kwamba maombi yale yamewahusu, maombi yale yakawa bure. Kwa ni kusii ndugu yangu, amini yale tunaenda kuomba leo yanaenda kuleta matokeo katika kile kinachosumbua katika maisha yako. Amen. Basi ngoja nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, ninakuja mbele zako nikisema asante kwa ajili ya mtoto wako. Asante kwa maana Mungu mwenye nguvu ameweza kukukubali, ameweza kutubu. Mungu, ninakuomba mbele zako, Bwana ukajidhihirishe, Mungu ukajitukuze. Ninajua wewe ni Mungu unayesikia, wewe si Mungu uliye kiziwi. Baba, ninakuomba katika uwezo wa jina la Yesu Kristo. Mungu, ninakuomba katika uwezo wa jina la Yesu Kristo, kama ulivyosema katika neno lako Yohana sura 14 na mstari ule wa 13 na 14, nanyi mtakapoomba jambo lolote kwa jina langu nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Nanyi mtakapoomba jambo lolote kwa jina langu nitalifanya. Yesu Kristo, ninaomba mbele zako kwa ajili ya mtoto wako. Huenda kuna dhambi aliyoifanya, ameitenda, ikampa adui shetani nafasi kwenye nyumba yake, ikampa adui nafasi katika kazi yake, ikampa adui nafasi kwenye eneo lake la kazi. Baba, ninaomba katika jina lako Yesu Kristo, kama alivyoomba msamaha, Bwana uliye mwingi wa rehema, Baba, dhambi ile iliyofungua mlango, Baba, ninaomba damu ya Yesu Kristo ikafunge na kuondoa ile hati miliki ya adui kuweza kupata nafasi katika kazi yake, katika jina la Yesu Kristo. Ukawaambia wana wa Israeli, chukueni damu ya mwana kondoo ambaye ni Pasaka. Wakachukua ile damu wakapate kuweka kwenye milango yao miimo. Ukasema yule mtoa roho atakapoiona ile damu hataweza kupata nafasi ya kuingia ndani. Yesu Kristo, ninakuja mbele zako Bwana. Ninaomba muda huu na saa hii, ile milango ambayo shetani aliipata ili kumnyanyasa, kumwangusha, kumdondosha, kumrudisha nyuma, kumpatia hasara, kumpatia kuto kuona mafanikio, Baba, katika damu ya Yesu Kristo, malango yote ambayo shetani amekuwa akiyatumia, ninanyunyiza damu ya Yesu Kristo. Ninaifunga ile milango kwa damu ya Yesu Kristo. Ninafunga madirisha, ninafunga malango ya kila mahali ambako adui amekuwa akipata kama njia ya kuingia na kuleta uharibifu katika maisha ya ndugu huyu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, ninaomba damu ya Yesu sasa ikapate kutapakaa, kufunga kila aina malango katika ulimwengu wa roho ambao shetani alikuwa amepata kuweza kuleta madhara. Yesu Kristo, ninaomba hivi sasa. Neno lako linasema kila pando asilolipanda Baba yangu aliye mbinguni litang'olewa. Wale wote waliokuwa ndani,
milango imefungwa, madirisha yamefungwa, njia zimefungwa. Wale wote waliokuwepo ndani ya malango, waliokuwepo ndani ya biashara, waliokuwepo ndani ya mifugo, waliokuwepo ndani ya kile ambacho mtoto wako anakifanya kama chanzo cha mapato, ninasimama sasa kwa neno lako Baba, hao wote wakang'olewe na kutolewa kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Wakang'olewe na kutolewa kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Wakang'olewe na kutolewa kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Mapepo yote, majini yote, uchawi wote, uganga wote, kila pande ambako adui aliposimama katika hali ya kung'ang'ania, hataki kuachia kazi, hataki kuachia mafanikio, anang'oka kwa jina la Yesu Kristo. Nyosha mikono yako kama una uwezo hapo. Narudia maneno haya. Rudia maneno haya. Sema, Yesu Kristo, ninakuomba dhambi zote walizofanya mababu zangu, mabibi zangu, mama yangu, baba yangu, zinazonifuata na kunirudisha nyuma. Yesu Kristo, ninakuomba hizo dhambi, muunganiko kati yangu na wao ukakatike sasa, ukakatike sasa, ukakatike sasa kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu, ulipokufa msalabani, neno lako linasema pazia la hekalu lilipasuka. Neno lako linasema miamba ilipasuka. Nami nakuomba Bwana, kila muunganiko wa kiroho unaoniunganisha mimi na dhambi za mababu zangu, za mabibi zangu, za mama yangu, za baba yangu, muunganiko huo na upasuke, na ukatike, na uniachie katika jina la Yesu. Mungu wangu, muda huu na saa hii ninatamka uhuru katika jina la Yesu. Ninatamka uhuru katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila mamlaka zilizonifuata, zinazonishika, kuzuia kuona mafanikio, kuona faida, zinakatika, zinakatika, zinakatika katika jina la Yesu. Amen. Ngoja nikuombee. Mwokozi Yesu Kristo, Bwana uliyejaa na mamlaka na nguvu, nasimama sasa nikitamka katika ulimwengu wa roho zile laana za ukoo zenye kufuatilia maisha, zile laana za kikabila zinazofuatilia maisha, zile laana zote ambazo zinasimama katika hali ya kumfunga ndugu huyu, ninasimama kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo leo. Zinakatika, zinamwachia. Zinakatika, zinamwachia kwa mamlaka jina la Yesu Kristo. Kila pande, kila kona ambako adui alipoekeza nguvu zake, alipoekeza mamlaka yake, alipoekeza uweza wake, alipoekeza nguvu zake, kwa jina la Yesu Kristo Nazareti, zinaharibiwa, 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 zinateketezwa. Ninaondoa kwa damu ya Yesu Kristo laana zote zilizokuwa katika hali ya kutamkwa, laana zote zilizotamkwa, laana zote zilizotamkwa kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo. Hizo laana zinafutwa kwa damu ya Yesu Kristo, zinafutwa kwa damu ya Yesu Kristo, zinafutwa, zinaondolewa kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo, kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo. Kila pande, kila kona, kila sekta, kila mahali ambako adui mwenye kusimama, adui mwenye kuinuka, adui mwenye kujitukuza, adui mwenye kujidhihirisha, wameshindwa kwa jina la Yesu Kristo, wameshindwa kwa jina la Yesu Kristo.
kila pande ambako amekuwa akizuia mafanikio ya mtu huyu, kwa jina la Yesu hawana nguvu tena. Kwa jina la Yesu hawana nguvu tena. Kwa jina la Yesu hawana nguvu tena. Ninasimama muda huu na saa hii, ninatamka juu ya mapepo, ninatamka juu ya mapepo, ninatamka juu ya wachawi na waganga wanaofanya vita na huyu ndugu hapa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti, ninatamka muda huu, moto wa jina la Yesu kateketeze, moto wa jina la Yesu Kristo kaangamize, moto wa jina la Yesu Kristo kachome, moto wa jina la Yesu Kristo kaangamize mapepo yote, uchawi wote, uganga wote, kila kitu kilichowekwa na kutengenezwa kama sehemu ya uharibifu, vyote vikateketee kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, Bwana mwenye uweza, nalikuja mbele zako Mfalme, nikiwa na imani ya kwamba Mungu, wewe ndiye ukisema ndio, hakuna wa kusema hapana. Ukisema hapana, hakuna wa kusema ndio. Baba, ninatamka juu ya mtoto wako. Walisema hatafanikiwa, ninatamka atafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Walisema hataweza, mimi natamka ataweza kwa jina la Yesu Kristo. Walisema hatainuka, mimi nasema atainuka katika jina la Yesu Kristo. Walisema hataweza kujenga, hataweza kufanya hiki, hataweza kununua hiki, hataweza kuongeza hiki, mimi maneno yao hayo yote walioyatamka juu ya huyu ndugu, Baba, ninayafuta kwa mamlaka damu ya mwana kondoo. Ninatamka baraka juu yake na kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Walipofunga kushoto, kulia, mbele na nyuma, ili wazuie asipate kuonekana, wazuie asipate faida yake, wazuie asipate kilicho halali yake, ninatamka sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, katika ulimwengu wa roho, ninabomoa ule ukuta uliojengwa juu yake. Ninavunja na kuharibu ule ukuta uliotengenezwa kumzingira. Ninapasua pasua na kuvunja vunja kama kuta za Yeriko zilivyoanguka. Baba, ninapasua kile kinachozuia mafanikio yake. Ninapasua kwa jina la Yesu Kristo, na adui hatashinda kwa namna yoyote. Mungu, na ukasema tukiwa na imani tutaondosha milima. Baba, ninaondoa milima yote iliyowekwa katika maisha ya ndugu huyu. Ninaondoa kila milima iliyowekwa ya kuto kufanikiwa, kuto kuinuka, kuto kuona faida, kuto kuona kana kwamba anatoka hatua kwenda hatua. Kwa jina la Yesu Kristo, milima ninainua na kuitoa katika jina la Yesu Kristo. Rudia maneno haya pamoja na mimi. Sema, Mungu wangu, nakuja mbele yako, ninakuomba unisaidie. Baba, nakuomba unibariki, mimi pia niwe baraka kwa watu wengine. Mungu wangu, unibariki niwe chanzo cha watu wengine kubarikiwa pia. Bwana, leo hii ninakuomba unisikie. Sikia Bwana maombi yangu. Sikia Mungu maombi yangu. Nami naamini nitasimama kukushuhudia, kuambia watu kukuhusu. Nami naamini unanisikia na utafanya sawa sawa na utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu wangu na Bwana wangu Yesu Kristo, nakuja mbele zako nikiomba, mfalme wa wafalme. Tumeomba, tumetamka. Yesu Kristo, ninaomba mbele za fadhili zako ulinzi kwa ajili ya mtoto wako. Ukamlinde, ukamtunze, ukamtetee, ukampiganie.
kila panda adui atakapojaribu kunyanyuka juu yake, Baba, ninaliambatanisha neno lako katika maisha yake. Neno lako ninalomwambatanishia mtoto wako Baba ni katika kitabu cha Kutoka sura ya 14 na mstari wa 14, ambalo neno lako linasema, Bwana atawapigania ninyi nanyi mtanyamaza kimya. Ninaliambatanisha hilo neno pamoja na maisha yake. Ninaliambatanisha hilo neno pamoja na kazi yake. Ninaliambatanisha hilo neno pamoja na mafanikio yake. Kila mmoja mwenye kuinuka juu ya hivyo vitu, Bwana, katika jina la Yesu Kristo, neno lako likapate kutenda katika jina la Yesu Kristo. Mungu, heshima na utukufu ni zako. Naomba Bwana, kambariki mtoto wako na Shuhuda. Kambariki mtoto wako akapate kuweza kuwa chanzo cha wengine kubarikiwa pia. Heshima na utukufu na nguvu, uweza na mamlaka ni ya kwako Yesu Kristo. Haleluya. Tunaomba haya yote ni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Nisikilize ndugu yangu. Unajua kuna watu wengine wanategemea kusikia yale maombi ya makelele. Mimi nakwambia amini. Niliyokuombea na niliyokuongoza, Mungu amesikia na atafanya. Sasa kama ndio umeweza kumpokea Yesu Kristo kwa kupitia maombi haya, ninakusihi usiache kunitafuta, tukapate kuwasiliana na mimi nikapate kujua ya kwamba ni wewe pia umeweza kuchukua hatua ya kumwamini Yesu. Lakini pia kama ulikwisha kumpokea Yesu lakini ukahudhuria maombi haya na umeona kwamba ni jambo jema, ukapate kumtolea Bwana ushuhuda katika kile alichokufanyia, katika kile alichokutendea, una uwezo pia wa kuweza kunitafuta na hatimaye tukapata kuwasiliana. Utatumia namba hizi kama sehemu ya kuwasiliana na mimi. Namba hizo, kama upo ndani ya nchi ya Tanzania, hutakuwa na haja ya kuweka +255. Kama upo nje ya nchi ya Tanzania, utaandika +255. Sasa muda huu na sahihi katika Yesu Kristo na kutajia namba utakazoweza kunipata. 07 10 67 91 04. Narudia tena 07 10 67 91 04. Ndugu yangu, Mungu aliye mbinguni akapate kukubariki, lakini nikusihi fuata yaliyo mapenzi ya Mungu, ili baraka za Mungu zisije zikaishia hapa duniani. Yesu anakaribia kurudi, usije ukaachwa kisa kazi yako, kisa biashara, mifugo na vitu unavyovifanya vinavyokupa mapato. Mungu asije akakuacha kisa hivyo vitu. Mungu aliye mbinguni akulinde, akutunze, akutetee katika jina la Yesu Kristo. Amen.